yani ule tunaitwa ni utoto ambao hauelezeki. Yani huwezi kuwa ni beki mwenye experience kama Shefondo Malone unapiga back pass bila kutazama. Yani huwezi kupiga, unajua pale ni calculation. Distance ya beki 4 na beki 5 lazima mjue mnakaa kwenye distance gani. Mchezo wa wekundu wa Msimbazi Simba umeisha dhidi ya Bravo na ameweza kupata matokeo, na nipo hapa na mchambuzi Peter Passion kuzungumza naye kuhusiana na kile ambacho amekitazama katika mchezo wa Simba siku ya leo. Always unasemaga kwamba Fadlu Davis ni master. Kile ambacho unakizungumza umaster wake umedhihirika. Yeah. Master wake kwanza umekuja kwenye sabu moja, kuna sabu moja kaifanya. Kaswitch kitu fulani. Kafanya sabu moja ambayo kwa mtu wa kawaida hawezi kuielewa. Amechukua sabu kamtoa Elie Mpanzu. Sio kwamba alikuwa na mchezo mbaya. Alikuwa na bonge moja la mchezo leo. Mpanzu Kibo alikuwa na fantastic game kwa siku ya leo. Lakini mwalimu anachokihitaji nani mwenye energy ya kurotate eneo kubwa. Na anampa balance ya kukaba, kamuingiza Chasambi. Kamwambia wewe Chasambi, sikupi majukumu ya kwenda kushambulia. Tukabie ndani. Sababu wao watu wanatanuka afu wana speed. Nataka ukabe na mtu. Kwa kuna mtu alikuwa anaishi naye Chasambi, si ndio? Anaitwa Makot, si ndio? Muda wote yuko na Chasambi. Yule ndo alikuwa na switch, ndo ufunguo ya Bravo. Anachukua mpira pale anaihamisha kwenda sehemu nyingine. Kwa Chasambi alikuwa amekaa na yule mtu muda wote. Akitaka kwenda hivi amezuiliwa kwenye njia. Akitaka kufanya hivi mpira imefika imeharibika. Simba wakaanza kupata uhuru kwa kina Mavambo, kina Okejefa, wakina Fabrice Luamba Ngoma. Simba ikaanza kucheza mpira sasa kwa kwenda juu. Wakaanza kuona space sasa. Ndio kamaona Shomari Kapombe anapata space ya kuoverlap kwa sababu ile eneo tayari kocha Sambi anamfanya mtu asipande. Kwa huyu Shomari Kapombe akajikuta na mtu mmoja. Sasa ukibaki na mtu mmoja tayari unaweza kummudu. Ndio maana kamaona Shomari akaanza kuoverlap kwenye ile space. Na wakati huo anaenda kuoverlap kwenye space inapatikana kuweza kupiga. Na Shomari Kapombe one of the best fullback ambao kwenye kupiga mipira ya cross hakuna kumfikia. Alikuwepo Juma Abduli. Mnyamani. Lakini kwa sasa hivi kwenye hii ardhi Tanzania mabeki wote kuanzia namba 1 mpaka namba 11 wa ligi kuu, kuanzia timu namba 1 mpaka timu namba 16 hakuna beki wa kulia au beki wa pembeni anaweza kumwaga maji kama huyu. Kipindi yupo Lomalisa, watu wengi alisema kwamba Lomalisa pia anafuatafuata nyao za Shomari Kapombe. Lomalisa alikuja kutuonyesha kitu ambacho ni cha tofauti. Lomalisa ni ball controller mzuri sana, ball juggler, moja hatari sana. Mpira wake ukija kwenye mguu anaujua kabisa kwamba mpira anauagiza wapi. Na alikuwa anafanya kazi hiyo kwa uzuri zaidi. Lakini Lomalisa edge ndio imekuja kumhukumu, lakini ni moja kati ya viungo wa mabeki ambao tumeshuhudia kuona kwa uzuri. Kwa hivi sasa no doubt kwamba Shomari Kapombe is the best beki kwa hivi sasa kwa Tanzania. Kwa wote wa kigeni ambao wako katika wanacheza katika si wa kigeni hadi wazawa. Sasa ndio maana kwa Shomari Kapombe ni mzawa. Ukizungumzia beki bora kwa hivi sasa unazungumzia Shomari Kapombe kwa upande wa kulia kwenye kutengeneza mashambulizi ya kumwaga maji. Kabisa. Maana yake wazawa na wanatoka nje mipaka ya Tanzania. Wote. Yaani wewe chukua beki yoyote kutoka nje, si ndio? Alafu mpe Shomari Kapombe. Bana bato naye huyu. Ni kwa sababu ya mchezo wa leo au always anakufurahisha? No, Shomari Kapombe kuna kipindi fulani watu walikuwa wanamuona kama amechoka, lakini kwenye football kuna mwili, ni binadamu anatumia mwili. Kuna muda utakuwa na fatigue, utakuwa na mwili uwezi kuushughulisha kwa asilimia kubwa. Brother, katika nafasi ngumu kucheza ni zile mita 100. Hivyo unajua fullback anatumia mita 100 100%. Ili timu iende kushambulia lazima uwepo, ili timu iziwie lazima uwepo. Kwa kupata ile energy ya kwenda na kurudi, yani balance ya kukaba na kuzuia kwa wakati mmoja ni kitu kigumu. Wamekuja pale mabeki wengi sana, Kijili, Duchu, Mwenda, mwingine nimemsahau nani kule kulia kule. Wameshindwa. Wote wamemwacha pale pale. Kwani walimu wote wanaopita Simba hawaoni kama kuna Mwenda, walikuwa hawaoni kama kuna Mwenda, kuna Duchu, sio kuna nani mwingine. Kulibali pale. Kulibali alikuwa mtu. Alikuwa mtu. Lakini edge inaenda. Kwa hiyo ni mtu ambaye ametuonyesha kwamba daraja lake ni kubwa na anajua kucheza michezo mikubwa, hata experience pia imemsaidia. Sawa, tumeshuhudia Simba akipata sare, maana yake ana alama 10 katika group lake. Constantine akiwa na alama 12 mpaka hivi sasa. Kwa hiyo maana yake vita hilo sali hapo ni nani ambaye anakwenda kuongoza kundi. Kwa matokeo bila shaka, bila kupepesa, Simba tayari akaenda robo finali. Simba robo finali kwa mara ya pili kwenye kombe la shirikisho, na amefanya hivyo akiwa ugenini. Ni historia, na akiwa na mchezo mmoja mkononi.
Mchezo wa mwisho anacheza nyumbani dhidi ya Constantine ambaye anaongoza kundi kwa pointi 12. Simba anachohitaji sasa ni kutafuta nafasi ya kuongoza kundi ili apate ile faida ya kucheza na timu ambayo imemaliza nafasi ya pili. Sawa? Kuna timu nyingine zinamaliza nafasi ya pili sio kwamba ni mbovu, ila zimelazimika kutokana na hesabu za kundi jinsi zinavyokuwa. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba nafasi ya pili ni mtu ambaye anakuwa ni kibonde, lakini la hasha, si hivyo. Kwa hiyo kwa mfano Simba kamfunga Constantine, si ndio? Kwenye mechi ya nyumbani kwa Benjamin Mkapa. I think itakuwa tarehe 18. Hii mechi Simba kishinda anafikisha alama ngapi? 13. Anakuwa mbele ya Constantine kwa alama moja. Constantine akimfunga Simba kitoa sare, maana yake anakuwa kwenye nafasi nyingine ya kuongoza kundi zaidi ya Simba. Kwa maana yake Simba atakuwa anapata mtu mwingine ambaye amemaliza nafasi ya kwanza kwenye kundi jingine. Kwa hiyo ni advantage kwa Simba, lakini wanapaswa kucheza vizuri sana. Unajua Simba weaknesses zimeonekana nyingi sana. Leo hakuwa kwenye form Yusuf Kagoma, hakuwa kwenye form yake, lakini pia hakuwa kwenye form Shemaloni Fondo, hakuwa kwenye form. Kwa hiyo hawa wote wamecost team. Siku zote huwa nasema goalkeeper ndo huwa roho ya timu. Goalkeeper ndo huwa anaweza kaamua timu icheze vipi. Goalkeeper ndo anaiona timu zaidi kuliko mchezaji yote ndani ya uwanja. Yaani kimwacha mwalimu anaiona tena timu vizuri ni mlinda mlango. Watu wengi wanazungumza wakati tunatazama mpira kwenye kibanda umiza. Pachin anasema kwamba ni muda wa Mwalimu Fadlu kumpumzisha Shemaloni kulingana na aina ya makosa ambayo anafanya. Kuna muda uko mbeleni anaweza kaigharimu zaidi timu. Ameshaigharimu mara hizi mara mbili, lakini timu inamtetea. Yaani amegharimu timu mara mbili, timu imemtetea. Sasa Ashum yale vile vitendo vya Shemaloni amefanya mchezaji mzao. Ashum amefanya Shomari Kapombe. Ashum amefanya Braza Kamza. Yaani Tanzania watamvua ile daraja lake. Kwa daraja la Shefondo Malone ambalo yuko nalo, si ndio? Tunalifahamu, tumeliona. Sio kufanya makosa ya vile Ukafanya utoto. Ni utoto, yani utoto hali ya juu. Yani ule tunaitwa ni utoto ambao hauelezeki. Yani huwezi kuwa ni beki mwenye experience kama Shefondo Malone, unapiga back pass bila kutazama. Yani huwezi kupiga, unajua pale ni calculation. Distance ya beki 4 na beki 5 lazima mjue mnakaa kwenye distance gani. Hamwezi kuachana moja iko kule kwenye kona mwingine kwenye kona. Lazima muhesabiane distance. Wewe umekaa hapa. Ni hesabu ni distance ngapi? Sawa. Striker kipita katikati yetu, nani atakuwa wa kwanza kumfikia? Pasi kipigwa katikati yetu kwenye hii half space ambayo ipo hapa, nani atakuwa wa kwanza kuikamata? Shefondo Malone wakati anapiga ule mpira hakumhesabu mlinzi wake mwenzake ambaye ni Abrazak Hamza, hakumhesabu yuko wapi. Calculation ya kwanza alifeli. Calculation ya pili ni mpira anaupiga. Wakati anaupiga hakupiga hesabu zake na upeleka wapi, si ndio? Lazima ujue kitovu amekiwekaje mlinzi mwenzako, afu ndo upige pasi. Ile square pass aliyoipiga kwa striker yoyote, hata kama ni striker butu, lazima kuonyesha kwamba okay, umenidharau kiasi hichi, acha nikuonyeshe kitu. Ni kama katoa assist vile. Timu imemtetea, katoa assist. Hii ni mara ya pili. Kwa unakubaliana na baadhi ya mashabiki wa Simba kwamba Fadlu kuna muda inabidi ampumzishe? Unajua kuna muda Fadlu anapata shida sana. Shefondo Malone ni mtulivu sana eneo lile. Kwenye kufanya transitions, si ndio? Kuanzisha mashambulizi chini kwenye build up kule chini kwenye zone 1 ya Simba. Ni mtu mtulivu sana kuongoza mashambulizi. Lakini sasa tunapokuja kwenye hizi missing za kwake, unaweza kumchukua expector yule Shamo akaja pale akazima, lakini expector naye ana changamoto zake. Power sana lakini hana speed. Ukutana na mtu kama yule mdogo wake yule Joe Paciencio Cristovao, mdogo wake na Mabululu. Umemwona? Yule ni mdogo wake na Mabululu. Fundi. Yaani Simba mkutana na ladha zote, mtoto na mdogo na mkubwa, mkutana na ladha zote. Hatari ile jitu. Yaani Simba usije kuwa na pin Kamara. Shughuli imeshakuisha. Bwana Lauren Ateba ndiye ambaye amepeleka Simba hatua robo finali. Alisemwa mengi sana kwa Lauren Ateba. Nini ambacho nadhani anaitwa Lionel. Lionel Ateba. Lionel. Unajua yule ana majina matatu, majina mawili ya Messi na Ronaldo. Anaitwa Lionel Christian Ateba Mbida. Kaipeleka Simba robo finali. Unajua na yeye kuna muda mwingine anawachanganya watu. Nipo au sipo, yani anawavuruga. Kwanza wakati anakuja Simba namba zake zilikuwa ni za kawaida sana. Lakini anacheza kwa kile ambacho mwalimu anataka kwenye mfumo.
Leo ameanza mwalimu na 4-2-3-1. Kimsimamisha juu. Mbida kinachomsaidia ni energy, power ile ambayo yuko nayo kwenye kuwasumbua sana mabeki wa timu pinzani kutokuwa na comfortability kwenye kuanzisha mipira. Ndio kitu anafanikiwa zaidi. Lakini unajua ukiona jukumu hilo la kugongana sana na mabeki, unashindwa kukaa kwenye space. Na hicho ndio kinakufanya usifunge magoli mengi. Sasa kama unampata kiungo mwingine ambaye ni mpishi mzuri sana, ambaye anajua kwamba napunguza wa kwanza, napunguza wa pili, nafanya kitu, angekuwa na wakati bora zaidi wa kufanya vizuri zaidi. Lakini majukumu anayopewa na Simba kwenye formation za Fadru 4-2-3-1, ambaye nataka kakaa katikati ya namba 4 na namba 5. Ikiwezekana kana mtu wa mwisho wa kwao. Sababu kuna sometime namba 4 anaweza akajifanya namba 5, namba 5 akajifanya namba 4. Kwa sababu kutokana na majukumu ambayo yanafanyika uwanjani. Kwa ukimwisha mweka akae juu, unamnyima uhuru aikae kwenye space. Kisha mnyima kukaa kwenye space, maana yake tayari hata onekana anafanya kitu uwanjani. Si ndio? Watu wanataka namba 9 afunge, lakini mpira sasa hivi huko hivyo. Olivier Giroud alimaliza michuano ya Euro, hana goli. Ilikuwa ni Euro World Cup. Bwana, kwa hiyo tumalize. Calculator sasa hivi inahamia upande gani? Calculator au charge inabidi ziwe low? Calculator sasa hivi ipo Mauritania. Calculator Zinapigwa calculator nyingi sasa hizi. Unajua calculator zina jina inaitwa Casio. Zile Casio zile. Casio. Ile unaweza kupiga ikajaa yote. Yaani jibu halipo. Yaani hesabu ukiweka hivi mara namba zimejaa. Lakini wanasema ukimwona Doto analia, Kulwa naye anakaribia kulia. Ukimwona Doto anafurahi, Kulwa naye muda wote anaweza akafurahi. Mimi mechi ya Yanga na Al Hilal nishasema kwamba Yanga wakishindwa kufuzu watakuwa wameamua wao. Huwezi kutina timu ambayo isha qualify afu kashindwa kufuzu. Ni utoto. Sio, unanielewa vizuri?